Sikimbiza pale. Au wote walikuwa na mashuka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nilienda kwenye msiba kwa mamangu. Mama yako? Mwezi wa 3 mwaka huu. Ilikuwa Jumamosi. Ndio. Mtu ameshazika. Usiku tukatoka kwenda kujisaidia tu hapo nje. Ndio. Kuna mtu akawa amesimama ni mweupe, amejifunika nguo nyeupe. Angalia. Tukakimbia, tukaingia ndani. Akaja. Subiri kidogo mama. Huyu alienda kujisaidia. Yule naye alienda kujisaidia. Huyu aliitwa. Yule alikutana na mtu mweupe. Endelea. Kajifunika gubi. Tukakimbia, tulikuwa watatu, tukaingia ndani, akawa anagonga mlango kwa nguvu. Huyo mtu. Huyo mtu. Tukawa tunapiga makelele, wanaume wakatoka kule kuja kuangalia, hamna mtu, akapotea moja kwa moja. Na maisha yangu ni mabaya hatari, miguu inaniuma, niko ovyo. Baada ya hapo umekuwa ni mtu wa kuumwa. Yaani ni ovyo kabisa. Hali ya uchumi ikoje? Hakuna kitu baba. Ni mbaya kabisa. Mimi nalala chini mpaka sasa hivi na vitu vishafirisika. Sasa hivi unalala chini. Wakati kabla ya huo msiba ulikuwa haulali chini. Nilikuwa na vitu vyangu. Yaani vitu vimeteketea, nimeazimwa godoro. Na mwanangu na ajabu, yani kaniazima godoro alafu ananisimanga na nitangaza kwa watu nimemwazima godoro. Kwa sasa hivi hata godoro la kulalia umeazimwa. Nimeazima baba 4,500. 4,500. Ndio. Lakini ulikwenda msibani. Ndio baba. Ukaona mtu amejifunika shuka. Ndio. Gubi. Baada ya hapo ukakimbia na wenzako. Akawa anagonga mlango. Wanaume walipokuja hawakumuona tena. Mpaka leo maisha yako ni ya machozi. Unapata wapi hela ya kula mama? Baba mimi napata shida, usinione hivi mimi. Napata shida baba, hata ukienda kuangalia ninapolala mimi utaniumia. Anajua Mungu tu. Anajua Mungu. Unaishi wapi mama? Naishi Buza. Unaishi Buza? Nimepanga. Umepanga? Ndio. Chumba unalipa shilingi ngapi? 40,000 tulikuwa na nyumba yetu. Mwanaume wangu akaja kauza nyumba akaondoka kateketea mpaka leo sijui alipo. Na mume naye amekuacha? Ndio. Haujui alipo? Sijui alipo. Uliishi naye miaka mingapi? Nimeishi naye miaka mingi tu, tumejenga na tulikuwa na wapangaji. Na zile nyumba mlizojenga? Nyumba tuliojenga aliuza kwa bei ya hasara, akakimbilia Msumbiji sijui wapi mpaka sasa hivi hata haujui alipo. Wewe umebaki na magonjwa. Nipo tu. Upo tu baba. Upo tu. Mungu anakukomboa leo. Amina baba. Mungu anakukomboa leo. Amina baba. Mungu anayeyafichua anakukomboa leo. Amina baba. Leo hiyo roho ya magonjwa inatoka. Amina. Hiyo roho ya umaskini inatoka. Unakwenda kujenga nyumba nyingine kwa jina la Yesu. Amina baba. Mtu mwingine mnasikia hiyo story. Huyu alikuwa wapi? Wacha usikie roho Mungu anayesikia, roho Mungu anayeyaona. Mwingine yuko wapi? Ni jambo lako lilianzia msibani, Yes. Ndio. Mama karibu. Nilienda msibani kwa dada yangu. Msibani kwa dada yako? Akati kwenye kumaliza ule msiba. Ndio. Watu kabisa ninaowajua wakawa wananiita, wananikaba hivyo, yani tokea. Wakawa watu wanakuita ambao wanafahamiana nao. Ninawajua. Wanakuita wakiwa pale msibani. Kama tunguri hivyo wananiita, wananiita. Toka nirudi ganzi, kifua hivyo, yani kinanisumbua. Ganzi, kifua, mgongo tena kusumbua. Unanisumbua. Nilikupo na duka limekufa, nilikupo na mbuzi kule nyumbani limekufa. Ulikuwa na duka limefilisika. Ulikuwa na mbuzi wameisha. Mbuzi wamekwenda wapi? Basi tu niko huku mjini naambia mbuzi wamepotea, mara kuna tukio limetokea wameuza, mpaka leo hakuna. Kwa sasa hivi umebaki na nini? Hapana kitu. Unafanya biashara gani sasa hivi? Nilifungua tena genge likafa. Na lenyewe limekufa. Nilifungua mama lishe likafa. Huyu alikuwa anafanya kazi ndo alikuwa ananisaidia. Yaani mfanya kazi wako? Mwanangu ya. Mwanao. Ndo anakusaidia sasa hivi. Lakini sasa hivi nawe kaolewa na majukumu yake. Kwa sasa hivi unaishije? Kaolewa juzi tu hapa. Sasa hivi wewe unaishije sasa?
Sasa hivi ndo nataka unifungue nianze kufanya biashara. Unataka Mungu akufungue? Ndio. Uanze kufanya maisha yako. Na kutangazia kwa jina la Yesu umefunguliwa leo. Amen. Wewe uchawi hautafanya kazi tena. Amen. Na mwezi ujao unakuja hapa kutoa ushuhuda kwamba Mungu ameanza kuinua. Amen. Mnaona huyo? Mwingine yuko wapi? Yuko wapi mwingine? Karibu. Mimi nilikuwa Chalinze, nilikuwa nafanya kazi huko. Baadaye nikaambiwa kuna mtoto wa dada yangu amefariki. Ulikuwa Chalinze unafanya kazi? Ukaambiwa mtoto wa dada yako amefariki? Nikaambiwa mtoto wa dada yangu amefariki. Ukaenda msibani? Sikuweza kwenda msibani. Baada kidogo nimekaa tena nikaambiwa mama amefariki. Nikaweza kwenda kumuzika mama ule kwa dada yangu, sikuweza kwenda kuzika. Ndio. Basi baada ya kuzika mama nimerudi hapa Dar es Salaam. Nimetoka hapa nikarudi hapo Kigamboni kwenda kufanya kazi, nimerudi tena. Ndio. Nikiwa nyumbani, nimeshafika nyumbani, kirudi nyumbani nilikuwa nakatakata maganda ya bata. Baadaye nikasikia shoti iliyonipitia prrr. Sikuweza kujua shoti hii. Shoti ikakupitia prrr. Mwili ukawaje? Mwili mzima. Sasa sikuweza kufanya kitu chochote tena, hata kile kisu nilikuwa nacho katakata na maganda ikawa nimekidondosha. Nikiita watoto waje wanisaidie msaada, sikupata tena. Nikaanza kujiburuza kama nyoka. Kwa hiyo ulianguka chini? Nilianguka chini. Nikaanza kujiburuza kama nyoka. Nikaingia ndani. Ndio. Nilipofika ndani nikaita, hakuna mtu aliyeweza kuitika. Hakuna mtu aliyeweza kuitika? Hakuna mtu aliyeweza kuitika. Nikajaribu kujiburuza kwa shida, nikapanda kitandani kwa shida, nikaingia kitandani nikalala. Ndio. Nikaamka ile asubuhi naita tena watoto, hakuna anayesikia. Nikinyanyuka naanguka, nikinyanyuka naanguka. Hapo baadaye watoto wakaja kasikia naita. Ndio nikaja nikachukuliwa Amana, nikaenda kupimwa pale Amana. Nikakutwa nimeparalyze mwili mzima. Sasa hapa Amana nikashughulikiwa pale, baadaye nikaambiwa nirudi nyumbani. Niliporudi nyumbani sasa nikawa siwezi kufanya kitu chochote. Ndio. Nikawa nimelala tu pale, ndugu zangu wakatafuta wale wa jamaa wa kuchua mwili ya watu. Ndio. Ndio nikachuliwa. Ndio kidogo nikaja nikapata nguvu ya kunyanyuka. Unapata nguvu ya kunyanyuka? Ndio nimepata nguvu ya kunyanyuka. Nikimeza zile dawa nilikuwa nimepewa, nikaambiwa ni za pressure. Ndio. Sasa kawa zinanizidi nguvu, nikaamua kuziacha. Baada kuziacha mpaka leo sijatumia tena dawa. Baada kuja hapa kwa nabii. Ndio naendelea na maombi ya hapa mpaka leo hii. Lakini ilikuwa ni baada ya kuwa umetoka msibani? Baada ya kutoka msibani ndio ukapigwa na hilo tukio? Ndio mapigo yalianza kunijia mpaka leo hii ndio na kuzuria hapa. Amen. Unahudhuria hapa, Mungu akuponye kabisa, uwe ni mzima kabisa kwa jina la Yesu. Amen. Huyo alipigwa na stroke baada ya kutoka wapi? Msibani. Mwingine yuko wapi? Yes, kimbia pale. Kimbia kwa yule baba pale. Mwingine kaa kwa yule mama pale. Yes. Mimi nataka kutoa kisa kimoja. Ndio. Nitokea mwaka 96. Mimi babu yangu alifariki mwaka 96. Ndio. Babu yangu ambaye ni mzaa babangu mzazi. Lakini siku moja kabla ya kufariki niliota ndoto ifuatayo. Ndoto yenyewe ilihusisha nilikula mifupa usiku. Ulikula mifupa? Nilikula mifupa sana na nilifurahia sana. It was in the form of food. Ulikula mifupa? Yes. Ukaifurahia sana? Nikaifurahia sana. Wakati ni mifupa? Wakati ni mifupa. Na it's not a normal issue kula mifupa ukifurahia kama chakula. Since then, baada ya mazishi, what came,
sikuona kama maisha yangu yalikuwa before then. Kwa baada ya mwaka 96 maisha yangu dramatically yalibadilika moja kwa moja. Maisha yalibadilika kabisa kabisa mpaka leo, lakini nilikuwa ninakula chenchi tu, yani baada ya hapo nilichokuwa ninafaidi ni chenchi. Yani nikikwambia chenchi ni vitu ninavyofanikisha, ni vitu vidogo ambavyo vinisaidii katika maisha in a real sense, kwamba unaweza labda ukapata vitu ambavyo binadamu wa kawaida anapokuja anasema among the people ambao Mwenyezi Mungu amemgroom mimi, katika watu ambao Mungu amewaumba na kuwakuza. Yes. Mimi ni mmoja wapo. Wewe sio mmoja wapo. Mimi sio mmoja wapo. Kutokana na tukio la mwaka 1996 msibani. Yes. Kwa hiyo nimeendelea hivyo niko mpaka leo, lakini na leo na umri wa miaka mingapi? Mimi almost 57. Okay. Na miaka 57. 57. Yes. Lakini namshukuru Mungu, si kwamba na laani hilo jambo. Namshukuru Mungu, hizo chenchi ndogo nilizokuwa nazitumia ndio zimenifikisha mpaka leo naonana na mtu kama wewe. Asante sana. Kwa hiyo mpaka leo kwa huo umri umemiliki nini sasa? Nilikuwa namiliki vitu vifuatavyo. Baada ya lile tukio. Ndio. Nina nyumba moja iko Segerea. Hiyo ni ya kwanza, lakini hiyo nyumba nimeiacha baada ya kuwa na mgogoro mkubwa sana na mke wangu, ambayo tulifanya harusi kubwa sana. Kanisa moja linaitwa St. Joseph. Mlifanya harusi kubwa sana? Kubwa mno. Ndio hiyo unayosema, hiyo ilitaka kutikisa jiji la Dar es Salaam. Ilikuwa ni mwaka 99. Harusi yako ilitaka kutikisa jiji la Dar es Salaam? 99 nilifungisha hapa Dar es Salaam. 99. Ndio. Ilikuwa harusi kubwa sana. Iliyotaka kutikisa jiji la Dar es Salaam. Kabisa. Leo haipo tena. Yaani ni kama mavumbi, haipo tena hiyo harusi. Hiyo ndoa haipo tena. Ni kama haipo. Nina watoto 4. Binti yangu wa kwanza alikuwa Miss Ukonga. Amefariki kwa malaria 50, kitu ambacho siamini mpaka sasa hivi. Binti yako aliyekuwa Miss Ukonga? Miss Ukonga amefariki kwa malaria 50. Malaria 50, kitu ambacho I don't believe at all. Second thing, nina watoto waliobaki, watoto watatu wa kiume. Second yupo nikampeleka VETA ya Chang'ombe. Ndio. He's somehow okay, hana shida sana. Anashughulika na nini yeye sasa hivi? Anamwendesha baba yangu mzazi. Anamwendesha baba yako mzazi. Na mimi baba yangu mzazi akaniambia, ninahitaji huyu mtoto wako awe ananiendesha. Neno moja nilosema, baba naomba huyu, baba yangu mzazi, nikamwambia huyu awe ni zawadi yako wewe, sio zawadi yangu mimi. Kwa hiyo ajira yako kwa ile zawadi yangu niliopewa na Mungu, nikaishift ile baada nikaenda kwa mzazi wangu. Kwa hiyo mpaka leo bado anamwendesha baba yangu mzazi. Baba yangu mzazi mpaka sasa hivi kapelekwa India 2 times. Ana tatizo la uti wa mgongo. Na sasa hivi baada ya kufanyia operation ya kuanzia hapa kwenda chini. Ndio. Totally this part from here amepooza. Totally amepoza. Hawezi tena kutembea. Kwa hiyo huyo mtoto wangu bado anaye. Mtoto mwingine? Mtoto mwingine watatu ni wa kiume. Kasoma, namshukuru Mwenyezi Mungu, kamaliza chuo kikuu, sasa hivi anafanya ubalozi wa Morocco. Mtoto wa huyu alikuwa watatu, 4 sasa. Ndio. Wa mwisho. Ndio. Kabla ya kumzaa yule mtoto, nilichokifanya nilimwambia mke wangu ambaye huyo sasa hivi tuko naye tena. Ndio. Ninakuomba kwa jina la Yesu na kutamkia mimi, hiyo mimba usipoitoa hiyo mimba, mimi ama zangu ama zako, naongea hivi, hiyo yani hiyo akili I don't know inatoka wapi.
ama zake ama zako, akizaa huyo mtoto, asipoitoa hiyo mimba, Kilichotokea, ikakataa kutoka baada ya kutumia dawa za aina nyingi tu. Hiyo nakupa, sitaki nikuambie mbele ya hadhira, sitaki kusema uongo. Nikatumia mpaka dawa za kienyeji. Mama ndio anapata afya nzuri na mimba ile ikakuwa na yule mtoto akazaliwa. Amen. Yule mtoto sasa hivi ndio yuko mwaka wa 2 chuo kikuu. Huyo wa mwisho sasa wa kiume ndio yuko chuo kikuu mwaka wa 2. Nadhani miaka jana malizia. Kwa hiyo mimi baada ya all those issues zimenipata. Ndio. Tukiacha hiyo, tukija mbele, baada ya watoto wangu sasa kukua, wanaanza sasa kukua vizuri. Ndio. Mama yao nikawa namtandika sana. Ukawa nampiga sana? Nikawa nampiga sana. Alafu kile kipigo, mimi kama mimi nimesomea sheria. Wewe umesomea sheria? Chuo kikuu. Ndio. Chuo kikuu gani? Naam. Umesoma chuo kikuu gani? UDSM. Chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndio. Lakini pamoja na kusoma sheria ukawa unapiga sana mke wako. Sasa sheria si ndio inasema usimpige mtu ovyo ovyo? Ndio. Sasa kwa nini mimi sheria hiyo nimeisoma ilikuwa ni kufaida ya kupiga mke wangu? Watu wengine siwapigi, lakini nampiga mke wangu. Hicho ndio kitu nilichokishangaa mpaka leo. Yaani wewe uliyesoma sheria inayokataza kwamba usipige watu ni kosa la jinai, wewe ndio uliyekuwa unapiga sana mke wako. Sasa nabii, ndio angalie hiyo jancha, that demarcation line, you just see that demarcation line inavyokuwa mbaya. Ndio mimi nimefundishwa chuo kikuu kwamba kitendo chochote, kipigo chochote cha kawaida tu ni kosa. Ndio. Kipigo chochote kinachosababisha madhara kwenye mwili wa binadamu ndio ni kosa. Kipigo chochote hicho kikikaa hata mwaka mmoja mtu akafa, wewe unawajibika reliable kwenye kesi ya mauaji. Ndio. Hicho kitu is not something in order. Lakini elimu ya sheria yote ilitoka kichwani ukawa unapiga. Ulikuwa unapiga kwa kiasi gani? To what extent? Extent yake ilikuwa kubwa kiasi kwamba nashika fimbo na mtandika. Alafu alikuwa anasema simwambii mtu yoyote. Yeye anasema hivyo. Yaani wewe unapiga alafu yeye anasema asimwambie mtu, hata mwambia mtu. Baba yangu akaja kusikia tu, mimi nikatenganishwa naye. Yeye akakaa hapa, akabaki Dar es Salaam. Kwenye hiyo nyumba tuliokuwa nimeijenga. Ndio. Segerea. Mimi nikaenda Singida. Kwa hiyo kuanzia yote hayo, kuanzia 96 yote mpaka unavyoona mpaka sasa hivi. Ndio. Hali ya maisha ni ngumu sasa. Nimefungua baa Singida. Haijachukua muda mrefu nikapotea. Nikafungua vitega uchumi, kufungua mambo ya ufugaji wa kuku, ng'ombe, mbuzi. Ndio. Haikuchukua muda mrefu ikapotea. Kwa hiyo through that process, all of it, nimeona kwamba my life was totally horrible. Lakini nilichobakiwa sasa hivi, nabii nakwambia, nilichobakiwa ni kitu kimoja tu duniani. Kimoja. Uhai wangu. Sasa hivi umebaki na uhai tu. Basi. Haumiliki chochote tena. Nilikuwa na gari nimeuza. Nilikuwa na gari nimenunua tena Dar es Salaam, nilinunua karibu na stendi ya Magufuli. Ndio. Ile gari nimekaa nayo muda mfupi nikauza. Kwa sasa hivi unapanda daladala. Kwa umri huu nikipanda daladala si akili yangu, bali akili ile ni kitu ambacho kimeshikiliwa na watu wengine. Si akili yangu. Mimi si mtu kupanda daladala, never on earth. Na sio maisha niliyoyazoea. Hapana. Lakini sasa hivi ndio maisha yako. Haya ndio maisha yangu. Leo umekuja na daladala ya kutoka wapi? Leo nikwambie, frankly speaking, mimi naishi Salasala pale. Ndio. Lakini nguvu nayopata nikipanda bajaji au nikipanda daladala au nikipanda, nakosa nguvu. Nikitembea kwa miguu napata nguvu ya ajabu
kilomita hata kama ni 15 naweza kufika hata almost kama muda mfupi sana. Yaani kwa sasa hivi ukipanda gari mwili unakosa nguvu. Inakosa nguvu. Ukitembea kwa miguu unapata nguvu. Unapata nguvu. Kwa hiyo muda mwingi unatembea. Naam? Kwa hiyo muda mwingi unatembea kwa mguu. Kwa nini unatembea? Kwa hiyo unaweza ukatoka hapo kaenda posta kwa mguu. Yaani naweza nikazunguka hata Dar es Salaam kwa leo ni kama kichaa. Unajua kichaa ana nguvu fulani, anaweza akakimbia akazunguka Dar es Salaam. Ndio. Asichoke. Ndio. Mimi naweza nikazunguka. Unatembea tu kwa mguu. Nikatembea lakini sichoki. Haupandi tena gari. Hata gari naona kama inanisumbua. Unaona kama gari inakusumbua? Inanisumbua. Ila miguu ndo unapata nguvu ya kutembea. Of course. Msomi wa sheria. Wa degree ya sheria. Yaani ungenifaidi hata wewe wakati huo kabla huo mwaka 96 hayakunipata. Na wanafunzi wangu leo wako kwenye mabenki niliowafundisha mimi sheria vile vile wako kwenye mabenki wengine. Wengine wako kwenye mashirika watu binafsi, mashirika umma nakutana nao. Lakini I can't tell them all about it. Hauwezi kuambia chochote. Never. Unakaa kimya. Kwa sababu hata nikiwaambia ninazidisha, badala ya kuzima moto kwa maji nazima moto kwa petroli. Ndio. Haleluya. Haleluya kanisa. Yule uchawi wake hauko kwenye shuka, ni tofauti kidogo. Uchawi wake hauko kwenye shuka. Ni mtu ambaye walichukua mkaa ambao wanapika chakula cha msibani. Ule mkaa wanachanganya na mifupa yoyote ile ambayo mtu amekula msibani akaacha hapo. Ndo kitu ambacho wanachanganya na dawa, lakini wanamchanja kwenye mguu hapa. Kwa wale mliopo hapo karibu, nguvu za huyo baba ambazo zinampa shida, mkimuuliza hapo, huwa zinamtokea kwenye mguu wa kulia. Mguu wake wa kulia ndo una nguvu vibaya mno. Unausikiaje mguu wako wa kulia baba? Alafu nilikuwa mchezaji wa mpira nilipokuwa shule ya msingi. Ni mguu uliokuwa na nguvu tangia nikiwa shule ya msingi mpaka leo. Nikimpiga mtu teke na mguu wa kulia naweza nikaua, ndio maana muoga sana kumpiga mtu kwa. Oh yes. Kwa yeye walichokikamata kwake ambacho kimebeba neema ni huu mguu wa kulia. Kwa hiyo nendeni mwangalie ni wamemchanja kwenye mguu. Kuna kisehemu hapa kama vile huwa kinaenda chini hapa, ambapo huwa kuna hii nini, hiki kinaitwa nini hiki, huu mshipa huu. Yes, mkimwangalia hapa mtaona wamemchanja. Yaani hata ninyi mlioko hapo majirani zake mumwangalie. Yes. Okay, mumwangalieni. Baba, nenda waangalie. Nendeni mwangalie. Nguvu zake zilikuwa zipo kwenye mguu wa kulia toka angali mdogo. Kitendo cha kumfanyia hivyo kwenye mguu wa kulia, wanamaliza maisha yake yote. Kuna mtu huko mahali hapa, kuna kitu kimefanyika tu kwenye mwili wako. Mungu akikuondoa leo, akikitengua hicho kitu leo, akikiharibu leo, Roho Mtakatifu, damu ya Yesu ikitakasa na ikasafisha, wewe nguvu yako inarejea, baraka zako zinarejea, amani yako inarejea, uzima wako unarejea, afya yako inarejea, uchumi wako unarejea. Na ninatamka kuanzia leo vinarejea kwa jina la Yesu. Kuanzia leo vinarejea kwa jina la Yesu. Kila walichofanya kwenye mwili wako, mwili anaondoa. Damu ya Yesu inasafisha kabisa. Mtuambie. Nimeona. Umeona wewe mwenyewe? Naam. Yes please. I saw it. Umeona? Na nyinyi mlio kwenda kuona niambieni mkiwa pale. Baba mwenyewe. Wewe nenda pale, nenda mniambie. Mmeona nini? Tumeona chale. Mmeona chale. Ziko hapa. Hapo uliposema pale. Pale uliposema. Hapo. Mwingine aliona yuko wapi? Anazo nimeziona. Uko wapi unayeongea? Anazo kwenye mguu wa kulia. Ziko hapa kwenye mguu wa kulia. Jamani, anazunguka Dar es Salaam kilomita ngapi?
15 kwa mguu. Anasema yeye ni bora atembee Dar es Salaam nzima. Anaona gari inafanyaje? Inamchelewesha. Lakini nini kimefanyika? Ni mtu ambaye nimesema wanachukua mkaa waliopikia chakula cha msibani na aina yoyote ya mfupa uliodondoshwa, uwe ni mfupa wa samaki, uwe ni mfupa wa nyama ya ng'ombe, wanavichanganya na damu, wanamchanja hapa. Nguvu yake ya kawaida na karama yake havifanyi kazi tena. Chochote alichokuwa anakimiliki kinatoka. Lakini cha pili kinachokuja, anaelekea kuwa na mgogoro mkubwa sana na uzao wake. Watoto watakuwa wanamuona ni kichaa, na atafika wakati akienda kutembelea watoto wake, kama ni wa kiume, atakuwa anatamani kulala na wakwe zake. Kwa pale alipo sasa hivi, akimwona kama mwanae ameoa mke, atakuwa anatamani huyo mwanamke kama angekuwa ni wa kwake yeye. Hebu mpe maiki atuambie, kuna jambo anataka kuongea. Ongea, unataka kuongea? Hicho unachosema kuhusu wakwe. Yaani mimi nasema uko 100%. Nini kimetokea kwa wakwe zako? Unapowaona wake wa watoto wako, unaonaje? Labda mimi nikwambie kitu kimoja tu. Ndio. Hadhira ikiwa nasikia, kuna labda mwanamume yeyote duniani ndio anayeweza kumtamani mama mkwe wake? Sio rahisi. Au nikampenda mama mkwe kama mke wake? Kama mke wangu? Hapana. Nabii, nimejizuia kwa vitu vingi sana. Naomba nisamehe kwa hilo tu, lakini nimejizuia kwa vitu vingi sana. Ndio. Na hiyo nguvu niliyotumia ya kujizuia, nadhani ni nguvu zaidi ya kwangu niliyopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu katika maandiko matakatifu tumepewa nguvu za aina hizi mbili tu. Kuna nguvu za kiroho na nguvu za kimwili. Ndio. Mbili tu. Zaidi hapo hamna. Ndio. Alafu watu wasifikiri kuwa na nguvu za kimwili ni kuwa mnene au kuwa jante au kuwa na nini. Soja Mega One Church, furaha yangu inaanzia hapa.